nyumbani mwa Bwana, kipengele cha kwanza, tunakuja kupatana na Mungu wetu aliyetuumba. Mtumishi wa Mungu, chochote unachokihitaji, chochote unachokitaka, Mungu anacho. Mungu ana nini? Anacho. Kwa namba moja, tunakuja kupatana na Mungu wetu. Na nini kinatutenga na Mungu? Ni dhambi ya mawazo mabaya, maneno mabaya, matendo mabaya. Kwa hiyo kabla hatujamkaribia Mungu, wiki nzima tumefanya mambo mbalimbali, wiki nzima tumezungumza mengi, wiki nzima tumenena mengi. Unatakiwa kwanza kwa moyo wa toba. Yaani patano lako la kwanza, patana na Mungu kwa kutubu. Patana na Mungu kwa kumwambia Mungu, ninaingia leo hekaluni. Wakati mwingine anza maombi hayo ukiwa kwenye makazi yako. Bwana Yesu atusaidie. Anza maombi hayo, yani hata usiku wa Jumamosi kuamkia Jumapili. Mwambie Mungu, ninakuja mbele zako, naenda kukutana na wewe kesho. Baba, ninaomba nikapate kibali. Elewa, kinachozuia watu ni uovu na dhambi. Anza kuomba tangu usiku wa manane. Anza kuomba tangu jana yake. Na mtu aliyeko rohoni, wakati mwingine Jumamosi anaingia kwenye maombi ya mfungo, anamwambia Baba, kesho nakutana na wewe. Kesho naenda kukuabudu. Kesho nakuja mbele ya madhabahu yako. Mungu wa mbinguni, naomba rehema zako. Naomba unitakase. Watumishi wa Mungu, watu wengi hawapokei. Watu wengi ibada hazina nguvu. Watu wengi hawaoni Roho Mtakatifu. Ni kwa sababu wamezoea nyumba ya Bwana. Ni kwa sababu wamezoea madhabahu. Wanaingia kama wanaingia kwenye ukumbi wa Lukolo, wanaingia kwenye ukumbi wa Hanamu, wanaingia Kempisi, wanaingia Serena. Hapa sio mahali pa kawaida. Madhabahu ya Bwana, unapoenda madhabahu ya Bwana, hapo sio mahali pa kwenda kwa mazoea, sio mahali pa kwenda kwa ubabaishaji. Tunakuja kukutana na Mungu. Namba moja, tunamwambia Mungu tutakase, Mungu tusamehe, Baba nihurumie. Unaomba tangu ukiwa kwenye makazi yako. Bwana Yesu atusaidie. Bwana Yesu atusaidie. Isaya 66 mstari wa kwanza na wa pili. Katika kipengele cha kwanza, Isaya 66 mstari wa kwanza na wa pili. Mwanangu, naomba maneno haya yaingie moyoni mwako na ukaanze kuyatendea kazi kuanzia leo. Isaya 66 mstari wa kwanza na wa pili. Isaya 66 mstari wa kwanza na wa pili. Watu nikapata kutokea, asema Bwana. Lakini pointi yangu sasa, lakini mtu huyu ndiye nitakayemwangalia, mtu aliye mnyonge, mwenye roho iliyopondeka, atetemekae alisikiapo neno langu. Haleluya, haleluya, haleluya. Biblia inazungumza, Mungu anasema mbinguni ndiko kiti changu cha enzi, na hapa duniani ndiko mahali pa kuweka miguu yangu. Mtanijengea nyumba ya namna gani ili niweze kukaa? Lakini akasema yuko mtu muhimu ambaye nitamwangalia toka mbinguni akiwa chini ya miguu yangu. Ina maana hapa tulipo tuko chini ya miguu ya Bwana, tuko chini ya miguu ya Mungu. Kwenye ulimwengu wa mwili huoni, lakini kwenye ulimwengu wa roho Mungu anatuangalia toka mbinguni. Yaani jicho lake sahihi linaangalia lango la rehema, namna unavyomwabudu linakuangalia wewe, namna unavyomwabudu. Ni kweli umetoka kwenye makazi yako, ni kweli umekuja hapa, lakini unapoingia nyumbani mwa Bwana, moyo wako ukoje mbele za Bwana? Moyo wako umejaa kutetemeka? Moyo wako umejaa hofu? Moyo wako unalipokeaje neno la Bwana? Moyo wako unakaaje kwenye nyumba ya Bwana? Bwana atusaidie. Bwana Yesu atusaidie. Bwana Yesu atusaidie. Namna unavyoketi mbele za Mungu ukija kwenye ibada, Mungu anataka moyo uliovunjika na kupondeka. Moyo ambao unamwambia Mungu, wewe ni mkuu. Baba, wewe wastahili. Bila wewe nisingekuwepo hapa. Bila wewe leo mimi nisingekuwa hai. Yaani unaingia kwa Bwana kwa moyo wa toba. Mungu, bila wewe, bila damu ya Yesu, Baba nitakase, na kutana na wewe mfalme, na kutana na wewe Mungu wa mbinguni. Watumishi wa Mungu, tungejua namna ya kuja hapa, mtumishi wa Mungu, kila mtu angekuwa sasa hivi ni Tyson wa kiroho, nitumie lugha hiyo. Ni bondia mkubwa. Yaani shetani akitokea ni ngumi moja na katika vipande viwili, kwa sababu umejua namna ya kuja nyumbani mwa Bwana. Mungu atu, yaani tukijua hili, niwaambia, tukilijua hili, tukaliweka moyoni, hakuna mtu atakosa ibada. Hakuna mtu atakosa ibada. Nikwambia mtumishi wa Mungu, kama sheria za kibinadamu zinatulazimisha
kwenda kazini kila siku, kwa sababu unajua nisipoenda kazini nitafukuzwa kazi. Nyumbani mwa Mungu ni zaidi. Leo ukikosa nyumbani mwa Bwana bila sababu ya msingi, ni kesi mbaya mbele ya Mungu. Mungu amejiandaa akutane na wewe, akurehemu. Watumishi wa Mungu, sisi tuliookoka hakuna mahali tunapata nguvu ya kuinuliwa, ya kusonga mbele, ila ni hekaluni mwa Bwana. Hamna sehemu nyingine. Na ndio maana unaweza kaingia huna amani, ukatoka na amani. Tiba yako iko madhabahuni. Tiba yako iko nyumbani mwa Bwana. Bwana Yesu atusaidie. Mungu atusaidie sana.